Tunashukuru Mungu. Ningependa kusoma somo la pili na ninaomba kwamba tuweze kusimama. Let's be upstanding for the second reading. Alafu nitakuwa namleta our senior pastor aweze kutuletea ile neno. Mwanzo mlango wa 8 ile ndoko ya 22. Genesis chapter number 8 verse 22. Nitasoma katika lugha ya Kiswahili. Maandiko yanasema hivi: muda inchi itumpo majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kasi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Na hilo ni neno la Bwana. Let's appreciate our senior pastor. Tuamini, tuombe. Baba yetu, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa maana ni wakati ulio mwema ambapo umetupea, ni wakati wa kusikiliza neno lako. Mtumishi wako ako mbele yetu na hata ako mbele yako, ukamtumia tu kama chombo, nasi mfalme pia tunatarajia kutoka kwako. Wacha neno hili likapata nafasi ndani ya mioyo yetu na hata maisha yetu, yakabadilisha yale ambayo haikupendezi, na mfalme ukainue maisha yetu. Jina lako likainuliwe, likapewa sifa, katika jina la Yesu Kristo ninaamini na kuomba. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. We want to thank God for the opportunity, the time that God has given us to be in His presence today. Ni siku nzuri ambao Mungu ameifanya. Nataka kushukuru kwa nahodha wa ibada hii, mtumishi Zakaria, kwa kazi nzuri umetufanya. Situmpigie makofi mazuri. Amefanya kazi nzuri kutuongoza mpaka wakati huu. Kitu kingine nataka kushukuru kwa praise and worship team ambao wametuongoza kuanzia asubuhi sana alfajiri, wamekuwa pamoja nasi. Nataka kushukuru kwa kujituma. It's about sacrifice. Things of God is about sacrifice and commitment. At times you don't need a supervisor to stand behind you, tell you what to do, but you just do what you think is right, and it echoes in the kingdom of heaven. Nataka kushukuru hata kwa kwaya ambao wametuongoza katika nyimbo ambazo imetuonyesha umuhimu wa Biblia. Tusome Biblia na tutembee na neno la Mungu, na vile inatuweka karibu na utakatifu na ufalme wa Mungu, inatutoa mbali sana. Wimbo na nyimbo zinatuleta karibu na Mungu. Nashukuru kwa protocol team ambao wanatuongoza, kwa kutuongoza na kutuelekeza. Mungu akazidi kutubariki sana. Nataka kushukuru, kabla niingie kwa neno, wale ambao tulisaidia vijana kwa youth empowerment ambao tulikuwa nao Jumapili iliyopita. Si Mungu akazidi kutubariki sote, because it was a good gesture. We cannot take it for granted. You really helped the young people, because this is the church, and without supporting them at times it become a challenge. But I want to thank God because you contributed, you supported them as fathers in the house and mothers in the house. It was a very positive and very encouraging gestures, because at some point the chair told me, I thought I'm just alone, but I've known that the church has fathers and mothers who are ready to walk with us. Kwa hivyo it was a positive gesture. May God bless you on behalf of the youth office. Amen. Kwa hivyo nataka kushukuru tena kwa QCM, the children ministry ambao tulianza Jumatano iliyopita. Nataka kushukuru kwa wazazi walioachilia watoto wao, hata wengine walikuwa wanakaa hapa na watoto wao waone kwamba wamemaliza masomo yao. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa VBS ambao tumekuwa nayo. Kilele cha yote tulimalizia Katani Local Church. Kwa hivyo the children felt it. Kwa hivyo there is an exposure, because I told them it's about bonding, it's about
interacting, and it's about sharing the word of God and the love of Christ. Kwa hivyo it was about bonding, fun, and the word. Therefore, we want to thank God because of the young children and the young Quakers who came to in this very important event. It was so blessed. I was blessed myself. Kwa hivyo hata nataka kushukuru kwa walimu waliojitoa in the absentia. I know they are handling the children in their classes. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Situwapigie tu makofi hata kama wako pamoja nasi. Maana ilikuwa ni kazi nzuri for our children before they go back to school. Ilikuwa ni vizuri wakae chini ya mafundisho. It was so interacting. Maana ni CBC kind of thing. Walikuwa wanajifunza life skills, vile wanaweza kumhudumia Mungu na mambo mengine mengi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana. Kwa hivyo nataka kushukuru tena, tulianzisha visitation na nataka kushukuru Mungu. Tasia tulitembea, wale ambao tuliwawezesha tukafikisha mahali. Wale waliosalia najua kwamba the host, the resident pastor will take charge. Na nataka kushukuru the other week tulimekuwa Tasia pipeline. Na nataka kushukuru Mungu ametusaidia sana, tuligawana in 3 groups na Mungu akatusaidia tukatembea tukamaliza. Kwa hivyo baada ya conference tunapanga kuvamia upande wa Njenga Imara. Najua kwamba Mungu atatusaidia. Kwa hivyo after conference we are planning to visit Njenga Imara. We are done with pipeline and Tasia. Therefore when we are done with Njenga Imara tutafikiria vile Mungu atatuongoza kule kwingine ambako tutakuwa tukielekea. Kwa hivyo Jumapili ya tarehe 30 ni Quaker Men Empowerment. Kwa hivyo wana project ambao wanangangana nayo. Tunaomba tuwasaidie sana waweze kurealize, because it will be very tricky for them to mark time and other people have finished their projects. Kwa hivyo tuombe na siku hiyo tuwe hapa ili tuwasaidie wamalizane nayo. They adopted the solar or the generator project, and that is the climax of it all. And it is our prayer that we come in big numbers, so that we can encourage them, so that they can put to rest that project, so that we think of other things. Because if we keep on rotating and moving around for the same thing, then it become a problem for us to break the camp and do other things. Therefore, let us encourage them by coming on 30th, so that we can finish and put that thing to rest. Finally, we are planning for the October fundraising. In this space, vile tuliambiwa na tuna poster ambayo inatuongoza vitu ambavyo vinatakikana tufanye. It is shared kwa our social platform. Tunaweza interact with that poster tuone what is ahead of us. Kwa hivyo ninawaomba, tumeanza safari mdogo mdogo mpaka October, second week of October. Najua kwamba Mungu atakuwa ametusaidia. Kwa hivyo we are fighting to kill the contractors debts, ambayo it's amounting to 17 point something million. Na najua kwamba sote tutaweza katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kadi ziko pamoja nasi katika ofisi ya administrator Ken. Kwa hivyo pengine unaweza kuhitaji hiyo kadi kuweze kukusaidia kwa ajili ya mchango ambao unakuja October. It will be a major fundraising. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana. Iko kwa ofisi ya administrator. Unaweza pita through your home care leader ukapata hiyo kadi ikakusaidia. Kwa hivyo iko pamoja nasi kwa yule ambaye anahitaji, iko pamoja nasi. You can get it from the administrative office through your home care leader. Kwa hivyo iko tayari. Kwa hivyo mnaombwa, mnaweza kupita hapo na mkapata kusaidika ili tuone kanisa letu likisonga mbele. Otherwise, God bless us all as we do what God has called us to do in Jesus name. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Wale ambao wanatufuata kwa mtandao na wakaribisha, mjisikie mko chini ya miguu ya Yesu tunapoendelea kulisoma na kulitafakari neno la Mungu. Kwa hivyo leo nilisikia tu niongee kuhusu growing through seasons. Growing through seasons. Na tumesomewa vitabu viwili. Kitabu cha kwanza kilitoka kwa Mhubiri, Ecclesiastic chapter 3 verse number 1 and verse number 11. Alafu Mwanzo, Genesis chapter 8 verse number 22. Kwa hivyo going to talk about growing
through season. I'll just define. After defining, I will just talk briefly about related to the biblical definition, what it is all about, then apply and pray. I want to start it, then we'll be talking about it as time goes by, so that we can understand what God has for us through seasons. Kwa hivyo, it is growing through season. Therefore, a question that must be asked, what is season, or what is a season? According to dictionary.com, a season is a period of the year that is distinguished by special climatic conditions. Season is a period of the year that is distinguished by special climatic condition. Again, in the same spirit, seasons are annual changes in the weather. It is annual changes in the weather. When the weather changes, that is a season. It's the annual changes. It's go yearly. Something that is coming and going, repeating itself in a pattern. Now, what causes all this? Therefore, the season is determined by the maximum intensity of the sun rays over a given area. Now, what causes season is determined by the maximum intensity of the sun rays over a given area. I don't want to take you much to a lot of geography, but I wanted us to relate with what I want to talk about. Therefore, these changes, when we talk about season, they are divided. We have 4 seasons each year. Now, when you talk about season, there are 4. Now, when we talk about season change, the earth is tilted on an imaginary line that runs between the northern and the southern pole. This is an imaginary line, we call it an axis. It's an imaginary line that is tilted that runs between the northern and the southern pole. It's an imaginary thing. You cannot see it. It is an imaginary thing. Now, when the southern pole is facing the sun, it means the southern hemisphere is summer or is warmer, and the northern is winter. Like now, we are experiencing some wind, some coldness. We are in the winter. Now the things are tilted. Now that is why we are experiencing some winter. We are in a winter season. That is why unaona kama wengine wetu unasikia unaweweseka kama kumbi. Mahali umekaa, you feel like it is too cold. That is a season that we are in. The sun is a bit far from us. When the sun is far from us, you feel some cold. But when it is closer, you feel some warmth that comes from the sun. Now, that is what we are talking about. Now, there are 4 seasons in each year. Number 1, we talk about summer. We have autumn. Autumn is we never experience in Africa. Autumn, the fall, the snow. We don't experience it. And again, we have winter and we have spring. Now, summer is the warmest temperature and longest day of sunlight. Tunapoongea kuhusu summer ni wakati wa joto. Posa Biblia imeongea kuhusu mambo hayo, ni wakati wa joto. Unasikia joto na siku za mchana ambapo ni mchana wa jua unakuwa mrefu. Unasikia joto. Hapo ndipo tunaongea kuhusu joto liko. We are feeling the warmth that comes from the sun because you are closer to the sun and you can easily feel it. That is why in Proverbs chapter 30 verse number 25 the Bible says, ants are not strong people, yet they store up food in summer. Tunapoangalia wale wadudu siminzi, ni wadudu wadogo sana, lakini instincts yao huwa inawaambia wakati wa joto wanakusanya chakula, wanakiweka akiba, wanakitumia wakati wa baridi,
na wakati ambapo kuna barafu. Kwa hivyo wanaficha kile chakula na wao wanapotea wakati ambapo kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo ni wadudu wadogo sana ambao wanafanya kazi ile na wanaelewa kupitia kwa instinct zao. Tunawaita chungu. Kwa hivyo chungu ni wadudu wadogo, hata kwa nyumba yako kama huwa wanatembea wakati wa baridi huwezi kuwaona, maana wamesanya chakula wakati wao na wameficha. Lakini wakati tutamaliza baridi hii, utawaona wakinusa kila mahali, unawaona penye unaoshea vyombo, unaona wakizunguka. Lakini wakati wa sasa hawaonekani, maana wamekusanya chakula akiba ya kutosha, wanakulia mahali ambapo wanakaa. They don't work, they don't think, but they do things according to their instincts. Now when we talk about summer, it is the warmest. Alafu tunakuja the autumn, the temperature begin to fall. Some trees lose their leaves. Some birds prepare to migrate or hibernate. Wakati ambapo barafu inaanguka, miti inapurupusha matawi. Wakati kama huu ndege wanatoroka, they are migrating from one place to another, to the warmer place. Kwa hivyo unaona kuna ndege wanavuka wanaenda, unaona wild beast wanatoroka wanaenda maeneo mengine ambayo yana joto kiasi. Alafu kuna winter kama hii ambayo tunaishi, is the coldest temperature. Tuna less daylight hours, and at this time some animal hibernate and some plant dies. Kuna maua ama vyakula ama miti inakauka kwa sababu ya ubaridi. Ubaridi huwezi ruhusu vitu vingine vimee, vinakauka maana temperature ziko chini. Wakati kama ule hakuna kitu ambacho kinaweza kuonekana kwa wakati mwingine. Wadudu wengine wanajificha, hawawezi kuonekana. Alafu kuna ingine inaitwa spring. The day begins to warm up. Plant grow new leaves. Animal emerge from hibernating. Kwa hivyo after winter we have what we call spring. Everything comes up again. Even if you have been not happy, that time you become happy. You start smiling again because things have settled. Now things are springing up. Mambo yanaanza kumea, yanaanza kuja tena upya, na tunaona vitu vingine. Now it takes the earth 1 year to revolve around the sun. Inachukua dunia mwaka mzima kuzunguka jua. Now when the sun is moving around, season keep changing. Praise the Lord. When the sun, it take a year, and in this year we have 4 seasons. The earth goes very slowly, and it take it a year to go around the sun. And as it does that, you experience different change of season depending on the closeness you are to the sun. That is the experience I wanted us to have. Now, season in the Bible dictionary, according to the Bible dictionary. What is season according to the Bible dictionary? The word season comes from the Hebrew word moed, which means appointed time. According to the Bible dictionary, the word season comes from the Hebrew word moed, which means an appointed time. An appointed time is the season. Or kairos in Greek. Kairos in Greek, which means a proper time or opportune moment. When you talk about kairo moment in Greek, we are talking about a proper time or opportune moment. 1 Chronicles chapter 12 verse 32, the Bible says, son of Issachar understood times and knew what Israel should do. They grabbed the opportunity. They understood times. Therefore, when you talk about season, we are talking about an opportune time or proper time
or the time that God has given us. That is what season is all about. Therefore, season has two interpretations. The first interpretation is a literal interpretation. It talks about agricultural cycle of the year. The season has two interpretations. Number one, it is a literal interpretation talking about agricultural cycle of the year. Genesis chapter 8 verse 22 nasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. That is a literal agricultural cycle. It is something that goes round. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kama hujapanda, usitarajie kuvuna. Wengine wetu tunangoja kuvuna na hujapanda kitu. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho utaona. That is why most of us, we spiritualize things when we don't do anything about it. Because the Bible talk about season, the Bible talk about opportunity that comes. Therefore, you must use the opportunity well for you to see the results. Praise the Lord. Now, that is why the Bible talks about season. Now, number one, it talks about literally agricultural cycle of the year. Number two, the word season, it talks about spiritual. It talks about spiritually, divinely ordained period in human life and history. Number one is about agriculture. Number two, we talk about divinely ordained periods in human life. It is an ordained period in human life and history. Kuna mambo ambayo Mungu anakusaidia kulingana na majira, na unatembea kwa majira hayo kulingana na neno la Mungu linalokuongoza na linalokuelekeza. Kwa hivyo ni vile ambavyo nataka tuweze kuelewa tunapolisoma neno hilo la Mungu. Now, the two things teaches us that, one, the literally and the spiritually, they teach that every phase in life has a distinct purpose and it is under God's control. That is why seasons, all seasons are under the control of God. There are things you cannot manage. You can never micromanage. But you must walk through seasons. Vile nimesema kwamba the season, the Bible talk about, they mark everything. Let's now have a biblical understanding. I don't want to leave us behind. I want us to go kidogo kidogo so that we understand. Now let us have a biblical background of seasons. Genesis chapter 1 verse 14. Genesis chapter 1 verse 14. The Bible says, and on the fourth day, God said, let there be light in the expanse of the sky to separate the day from the night. And let there serve as signs to mark season and days and years. This is the fourth day. And God said, let there be lights in the expanse of the sky. The light you are talking about, the moon and the sun, to separate the day. When we see the day, we look at the sun. And when we see when we come at night, we look at the moon. And the Bible says, and let them serve as a sign to mark season, days, and years. Psalm 104 verse 19. The Bible says, the moon mark off the seasons, and the sun knows when to go down. We are in the season marked by God. Some talk about Kairos moment, divine appointment, divine times, opportune times. At times you can hurry things, but the season is not ripe. That is why unaweza pata mti wa mwembe, ukachuna maembe ukaiweka kabla haijakomaa. Ukaanza kuifinya yaive kwa haraka sana. Badala ya kuiva yatakuwa machungu na makali, maana sio msimu wake wa kuliwa. Bado hayajafika ukomavu wa kuliwa.
Kwa hivyo ndiposa mambo mengine tunayaharakisha kabla ya wakati wake. Kwa hivyo wakati wa kitu ambacho kiko chini ya jua inafika wakati wa kufanyiwa kazi, basi Mungu anakisababisha kikatoonekane kwa wakati ambapo umekubalika. Kwa hivyo tunapoangalia tunaona kwamba the moon mark of the season. Watu wengi wanaangalia balamwezi, the moon, na wanajua ni wakati wa kufanya sherehe ama wakati wa kushukuru Mungu kwa jambo alilofanya. Kuna wenzetu wanaangalia mwezi ukionekana, wanasema sasa tunaweza anza sala ama sasa tunaweza anza kutoa dhabihu, maana tumeona ishara ya mwezi, maana tunajua kwamba ni wakati wa kufanya jambo. Na Biblia inasema nayo jua haichelewi. Jua linajua wakati wa kutua na wakati wa kuchomoza. Kwa hivyo wakati jua linachomoza, unajua kumepambazuka na kumekucha. Kwa hivyo jua haliwezi kuja kabla ya wakati. Na wakati wake wa kutua ukifika, linatokomea na mwezi unaonekana kuashiria kwamba ni msimu mwingine. Praise the Lord. Now I want us to go to understand what season is all about. Let us look at the book of Leviticus, chapter 23. I will be reading in the spirit of Christian Standard Bible. I will be reading in the spirit of Christian Standard Bible. I want you to understand the season. Leviticus chapter 23. Leviticus 23. From verse 1. The Bible says, reading from Christian Standard Bible, the Bible says, the Lord spoke to Moses, speak to the Israelites and tell them, these are my appointed times. Are you getting it? My appointed time. These are my seasons. These are my appointed times, the times of the Lord, that will proclaim a sacred assembly. Hizi ni sikukuu ambazo utatangaza mbele ya mataifa na mbele ya umati wa wana wa Israeli kwamba ni sikukuu takatifu kwa Bwana, na ni sikukuu ambazo zimeteuliwa kwa wakati ambao umekubalika na wakati ambao umeteuliwa na Mungu mwenyewe. Verse number 2. Number 3. Work may be done for 6 days, but on the 7th day there must be a Sabbath of complete rest, a sacred assembly. You are not to do any work. It is a Sabbath to the Lord wherever you live. Verse 4, the Bible says, these are the Lord appointed times, the sacred assemblies. You are to proclaim at the appointed times. Number one of the appointed day is the 7th day. Most of us, we come a day like this to celebrate the goodness of God. It is an appointed day by Jehovah God. Away from work, now you come to worship your Maker. Away from busy schedule, busy time out there, you create time to God because it's an appointed time to come in His presence, to reverence Him, to worship Him, to exalt Him because of who He is. Therefore, the day like this, we are coming to celebrate. It is the first day of the week, because as Mary and Mary Magdalene and the other Mary were going to the grave, and Salome, walipata Yesu ametoka makaburini. Wakaambiwa endeni Galilaya na mwambie wale thenashara hayuko makaburini, amefufuka, ametutangulia. Kwa hivyo tunapokuja siku kama ya leo ya kwanza ya juma,
Hatukuji kwa mambo mengine. Is a sacred assembly. Is a season appointed by the Lord. It is not about frowning. It is about celebrating the risen Christ. It's about singing praises to the Lord. It's about glorifying the name of God, telling him you deserve all the praise, because every chain is broken, because the grave could not hold you after the third day. You resurrected, you killed death, and you are ahead of us. You are before your Father, meaning that even us, as we are living today, at some point we'll be transformed and we'll be with you. Therefore, even if you are going through what you go through, it cannot limit you from praising the Lord, because he said it is an appointed time of the Lord, a day like this to come and praise him. Hata kama kazini walikusukuma, hata kama magonjwa yalikusukuma, unakuja unasahau zile shida, unasema, Daddy, I come before you on a day like this to reverence and to praise you, because this is the opportune time you have given me to have an encounter with you. It is about encountering Jehovah. It is about having an encounter with Christ and giving him reverence and the homage he deserves. On the same thing the Bible says, verse 4, these are the appointed times, the sacred assembly. You are to proclaim the appointed time. Number one thing, in the appointed time is the Passover. The Bible says in verse 5, the Passover to the Lord come in the first month. Aliwaambia siku mwezi wa kwanza, the first month, in the twilight of the 14th day. Akawaambia mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, wakati wa alfajiri, hapo katikati ya usiku na mchana, hakuja kuwa na giza sana. In the twilight, mtatoa the Passover ceremony. You celebrate God. You have a celebration because of the Passover. Akawapa mpaka siku. Now when you come together in the assembly, akawaambia mtakumbusha watoto wenyu vile niliwaongoza kutoka Misri. How the angel of death bypassed you, and how you are delivered from that space and where you are. Now this is the space you need to celebrate God. Now what do I mean by Passover? Pengine Mungu amekuongoza kwa mambo mengi. Mwaka ulipoanza uliona mambo yakija, mambo magumu. Kwa hivyo unapokuja in the sacred assembly unaambia Mungu ni asante. Baba, nimekuona umenilinda. Baba, nimekuona umenipigania. Gari lilianguka na nikatoka ndani. Baba, watu wamegonjeka wakakufa. Nilisikia Ebola imekuja, nimefanya kazi ya uuguzi. Nimekuwa daktari kwa hospitali, nimehandle hata corona. Nimehandle Ebola bila kujua. Na Baba, bado ninapumua. Mungu nisaidie. Sijui ni nini nilikuwa natibu, lakini Mungu umenificha kwa mbawa zako. Unakuja nyumbani mwa Bwana na sadaka ya shukrani. The Bible says on the same day akawaambia siku ya 15, ya 14 ni Pasaka. Siku ya 15 ni kusherekea mikate isiyotiwa chachu. Akawaambia mtakula kwa siku 7. Praise the Lord. Akawaambia these are the things you do. Now the third one akawaambia you give the first fruit at the appointed times. Like as we gave on July, the second week. It is biblical. And when you do at the appointed time, you attract the blessings from the Lord. Because he said now after the Passover, after respecting the day, after respecting what God is doing, now after the eating the unleavened bread and celebrating what God did when you are coming from Egypt to the land of promise. Now the thing is, when you land in the land of promise, you bring the first fruit. Aki, the church will not be struggling. The moment unapata kazi ya kwanza, whatever you get, you remember God. That is the first fruit. Kuku akizaa vifaranga, vile vifaranga vya kwanza kwa vya kuku, you bring to the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. In other words, you are telling God, manage everything. I'm giving you a fraction, but the remaining manage for me. God take the responsibility of managing
what he has given you. Friends, God is not broke. God has everything it takes. Therefore, it is about what we do that provoke God to command his blessing. That is why he told the Israelite, remember the festival, remember the celebration, and do them at the appointed time. Bwana Yesu asifiwe sana. Because at time when you do with them, God command his blessing. When you do them, God release his blessing. Maybe you are doing some work, umepata kazi, unajua why at times we struggle. You promise God, but the moment God blesses us, you forget who he is. Unaanza kusema si ni mimi tu, hii ni haswa. Watu unatoroka pasi. Ulikuwa unakuja kumuona, mnasalimiana, but Mungu amekuonekania, unasema sasa unapitia highway, yellow line. Unajua yellow line? Anapitanga yellow, unajua yellow line hizi simama. Ametoka business line, sasa ni yellow. Sasa akianza kupata shida, anaanza kuindicate. Akirudi sasa business line, anataka kuambia pasi, unajua sasa kazi imeanza kuyumba, so niweke kwa maombi. Sasa wakati anabarikiwa, anapiga indicator, anarudi yellow line. Maana yellow line is a continuous line. Hakuna kusimama. Tukisimama askari atasema obstruction. But if we decide to do what is right, the church of God will never be broke. And when we talk about the church of God, even ourselves will never be broke. God will see us through. That is why the Bible talks about the first fruit. The moment you are blessed, mshahara ya kwanza si yako, ni ya kanisa na mzazi. Unasikia hii maneno? Wazazi wako na Mungu. The first fruit. Is it easy? Because the church is about sacrifice. The church is about, unaweza amua usitoe, hata sasa hivi unakuangalia, unaweza amua usitoe sadaka, hakuna mtu atakupiga, si ni wewe ni mwenyewe unaona nitoe ama nisitoe. It's not about preaching, it's about the heart. It's not about the message kupembeleze na kuambia unajua you are, even the word is not blessing, you are blessed with the choir. If the choir has not blessed, you are blessed with the praise and worship. If it is not the praise and worship, you are blessed to your neighbor. The moment he smiles, you feel this creation is created in the image of God. And because it's created in the image of God, I can give God because of this brother. Si ati tu mahubiri, unajua paka pastor atoe nguo aseme, unajua Biblia ni kudanganya, hapana. It is about the heart. It's about the heart. Giving is the heart. Whether the sermon is there or not. Because you have grown to a level that you don't need to be convinced, but you need to do what God speaks to you in your heart. I should not convince you to give. Hata ulipotoka kwa nyumba ulisema today I will give 1,000 bob. Whether there is preaching or no preaching, I will give 1,000. Mwingine amesema I will give 500 bob. Hata ni kuchallenge, ni kubembeleza, unasema I said I will give 500 or I'll give 1,000 because of what God has done to me. That is the conviction I'm talking about. Now when you talk about the work, what God has blessed you with, you remember what God has done, then you remember to give. Mwingine badala tu anasema niko tu na kibarua, nika kibarua tu. Sasa hii kibarua ni kazi. Inakupa mkate, inakupa chakula. Kwa hivyo you have to remember. Nimewambia mshahara ya kwanza, ukianza tu kazi ya kwanza, Mungu na wazazi. Hata sahau pastor, Mungu na nani? Ukipanda daraja, you remember God. And you give God a first fruit. Tell God, God, thank you. Hata ulale njaa, it's about sacrifice. And the Bible says the sacrifice you give God, it cannot go unnoticed. The moment you close your eyes, you feel pain because of what you are giving. It will not go unnoticed. Some of us, we give out of abundance, but I'm talking about giving out of sacrifice. Wengine una nyingi tu, sasa tukitoa hata 1,000 ikipotea ujui. Na kuna ule mbao ikipotea na kuchelewa kuja chacha. Hata inganisha viti aweke hivi. Kwa hiyo mbao yenye umetoa kwa kungangana kwa nyumba, hiyo ndio Mungu anataka. Amen. Unajua kuna mtu hapa mbao ikipotea hiyo siku yake imeharibika.
Hata weka viti na kumbu uliweka kwa mfuko kakaa vibaya ikaenda. Sasa imekuchelewesha. Unapiga cushion sasa hii. Sasa siku yangu imeenda aje. Kwa hivyo unakumbuka ile lakini kuna mtu hajui hata ambao ikipotea he doesn't know. It's not about abundance, it's about sacrifice. You give until you feel I've given what God wanted me to give. I leave the rest to God. That is what God is talking about. Now, the first job you get, the first fruit, remember your parents and remember God. Tuko pamoja. Usiende yellow line, remain on the business line. When you read through the Bible in the book of Genesis chapter 8 verse 22, it highlights fixed rhythm of seed time and harvest, cold and heat, summer and winter. It's a rhythm. It's a fixed, highlighted rhythm. Seed time and harvest time, cold and heat, summer and winter is a rhythm, but we take it literally. But you must act on it. That is why it's like a chorus repeating itself. Winter, harvest, plant, harvest. Winter and cold and wind and all this stuff, they are highlighted in like a song. Israelites were talking about the same experience. That is why the Bible it was an agricultural kind of setup. That is why God wanted to use that kind of illustration for them to understand. Because what I'm talking about is spiritual, and I'm talking about literal kind of understanding. Now, when we change the gear to Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. Everything here is a season. It shows that God orchestrates shifting phase of life, such as time of weeping, times of healing, times of planting, and times of gathering. Now God changed a gear here. Again, it is like a song. Look at the book of Ecclesiastes chapter 3. The Bible says, there is an occasion or a time for everything and a time of every activity under heaven. A time to give birth and a time to die. There is a season. When you are born, remember there is a season of being born and a season of dying. But most of us, we don't want the opposite. We want to remain on the positive side. When you are celebrating, remember somebody else is mourning. That is why as a church we come handy to encourage those who go through what they go through. You don't laugh at them because you don't know how your season is all about. The person to celebrate here is God, who holds the seasons in his hand. When your brother is mourning, you should not celebrate that he has lost a dear one, but you should join the person in praying with the person for God to give them strength, because you never know how your season will come and how it will end. That is why a church is a place where we encourage one another. That is why the church is a place where we pray for one another. Today you might be where you are, but you never know your tomorrow. That is why we should encourage one another in good works. That is why Solomon said, it is good to be young, but remember your Creator in that period. Because it's just a season. The old men you are seeing in the church today, they are once young people. The people you look like your mother, she looked ugly at some point. She was the beautiful, and she rocked at her age, at her time. Alikuwa anatembea mpaka mzee akasema, amen. She rocked those days. Therefore, when you look at where you are, remember you are in a season or kind of exposure. But a time is coming, you will be in the other part of life. Therefore, you need to celebrate what God is doing. Because the Bible says everything under the sun, it is for the glory and honor of God. God is the controller
of season. God is the controller of time. God is the controller of every activity under the sun. Therefore, God has power to hasten your speed toward your destiny. At times the devil tries to twist us. Shetani anajaribu kututoa kwa ramali ya Mungu. Kitu ambacho shetani huwa anafanya, anapinga usiingie kwa hatima yako. Shetani anajaribu kukuzuia usione mkono wa Bwana. Unaweza taka kufanya kitu lakini kuna roho ya kukuchelewesha. Lakini kitu ambacho tunaangalia ni kwamba kila kitu kinatendeka kwa wema kwa yule muaminie Bwana. Kwa hivyo kama kanisa tunakusanyika pamoja kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa yale ambayo anatenda. Ndio maana kwa kanisa kama hili letu kuna home cares. Hizi home cares zinatusaidia kukua. Hizi home cares zinatusaidia katika hali ya kumtumikia Mungu kwa viwango ambavyo Mungu anataka. Tunapoingiliana na wenzetu kwa home care, ni njia moja Mungu anataka tukue kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo in the season you are in, remember to worship Jehovah. That is why tumekuwa na kina Sara hapa, wakilia walipoteza mpendwa wao. We don't celebrate or we don't laugh at them, but we remember that God, may you encourage them, because I don't know my tomorrow. That is why as a church we join hands together to stand with our brothers and sisters when they go through what they go through. Because that is why we are the community of believers. We come together as a body of Christ to encourage one another in good works. When people are suffering, we go where they are. When people are celebrating, we join them in celebration. When people are doing good things, we join them to celebrate, because it is the doing of God. Season changes. Somebody is celebrating graduation and somebody is struggling with the fee. Those are different seasons. Kwa hiyo wenye Mungu amekubariki na mwambia GTMO, I was there and God opened the way. The season you are in is temporal. The seasons are transient. They are not permanent. They come and go. Now, the winter is preparing for the spring. After the winter, things will come up again. Amen. Praise the Lord. Ndio maana kwa hii kanisa kuna watu wana experience. Kuna mwingine amefiliwa. Like our pastor alipoteza dada yake. Na kuna mwingine anazaliwa. Somebody is celebrating a newborn and somebody is losing somebody. Kuna watu, kuna mtu ana celebrate. Ukienda Kenyatta kuna mtu anasema, mtoto amekuja, tumuite jina gani? Na mwingine analia amepoteza. Kwa hivyo that is why as a church we come handy to celebrate and we come handy to encourage. There is a season for everything under the sun. At times unaweza fukuzwa kazi na huna makosa. At times you go through mourning. At times you go through grief. Because not somebody has died because of what you go through. Therefore, that is why we need one another. And that is just a season. God is preparing you for something else. The winter will never be permanent. Every season takes 3 months. Kama hii winter inaanza June, inaenda mpaka kitu September hapo. It takes 3 months for the season to end. Friends, Psalm 30 verse 5, the Bible says, tears or weeping might be for a night, but joy come in the morning. Because when you talk about morning, the sons of righteousness come with the healing in its wings. Therefore, when you see the sun, you feel the healing. You feel the heat that comes from the sun, and you feel the power of God. Malachi chapter 4, verse number 2. Your night maybe was a night of mourning. It's not because of anything. You are worried because of some things that you go through. But weeping is for a night, but joy is for the morning. Maybe you are feeling some pain. You are feeling demotivated. You are feeling discouraged. Unaanza kusema sijui nitafanyaje. Huu mwezi ukifika ni maafa. Huu mwezi ukifika hata tunaogopa. I'm come to tell you that God is preparing you for something else. Season come and go. God is the controller of season. Don't fear circumstance or anything that you go through, but keep your trust in the Lord.
The Bible says, David said, I walk through the valley of shadow of death, but I will not fear, because I know my God is present with me. Every season you go through, Jesus is present. You cannot see him, but you can feel his power. He encouraged you through his word. Tell you, my son, keep on going, because there is the light at the end of the tunnel. At times when you are in the valley, singing becomes difficult. But when you are in the mountain, testimonies become easy, singing become easy. But when we're in the valley, when you are told to sing, at times you don't know how to start or how to end. Bwana Yesu asifiwe. Shawaambiwa wewe hauna kwenyu. Bomu ulizaliwa ndani ukaambiwa hauna, wewe si wa hapa. Don't kill yourself. Your season of shining is coming. They have said, but God has the final say. Wanakuambia utoke, wewe enda. Just obey and go and see what God will do. At times God wants you to separate from them before he starts blessing you. Friends, I'm encouraging somebody in this congregation here. You feel discouraged. You feel reduced to nothing. Yet you serve God and you tell people, I normally fellowship in Friends Church Donholm, but what I'm going through, I don't know how I will come out. I've come to tell you, God is not blind. That is why the Bible uses metaphoric kind of language to help us understand that God has eyes, God has hands, God has feelings. He feels what you are feeling. And he has power to break the calm and lead you to another level. He has power to lift you, to catapult you to the season that he wants you to be. Today you might be feeling cold, but sunshine is coming. Because of the coldness, put on warm. The time is coming when you will be dancing with your jacket up and telling people, God has done it again. God has done it again. People thought I'm dying, but I've resurrected from the grave. People thought I will not make it, but I've made it. I started class, but people thought I will stop along the way. But God has seen me, I'm graduating. God is so faithful. Your time of dancing, your time of celebrating is coming in Jesus' name. As I finish, let us put our trust in God. The thing we need to know that spiritual seasons are transient, last for only a short time. They are temporary, just as winter yields to spring. At times you are called to wait. At times you go through testing moment. God wants to purify you and to make you somebody. When you do the planting, do you get harvest immediately? You plant and you wait. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians 6:9. Mtu wa Mungu umepata hapo? Namalizia na hiyo Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Amen. Galatians 6 verse 9. The Bible says, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap the harvest of blessings if we don't give up. Don't give up. Don't become weary in doing what is good. Because at an opportune time,
you will harvest. Harvest of righteousness. Friends, don't allow anybody to discourage you to do what is right. Friend, don't allow anybody to discourage you to serving God. Because what you are doing now, you are preparing for the bumper will come later. Now, when you do plant, you don't hurry what you have planted, but you take time to water, to make the garden accommodative to what you have planted so that you can see the harvest. Some of us, you give today, you expect result here and now. At times the result will come through your children. Times God can react through your family. At times God can react through good health. At times God can react through your relatives. Do what is right for this generation and wait for God to reward. Don't be weary in doing what is right. Usichoke kufanya mapenzi ya Mungu. Na usiwahi sema nimechoka. If you are in a position to do it. And God will reward you. Nataka kushukuru Jimmy kwa ile chombo umetuletea hapa. Hata sasa tukiwa kwa boardroom, wale ambao wa sauti ndogo, we have something. Hata tukihaya hiyo hall penye tutakuwa wakati ule, tutamwambia if you want sound, we can give you an offer. What do you think? Si unaona tunaenda viwango vingine. So just clap for Jesus. Clap for this gentleman here. You know, when God lifts you to another level, you talk with a lot of pride. Unamwambia now you want hall too ama unataka na PA. Kwa hivyo natuambia na yetu unajua haitumii stima. Kwa hivyo tumeenda viwango, unamwambia test, sound check. Unamwambia sasa hiyo tutakuambia kwa ofa ya wanawa utaweza tupa 12,500 peke yake. Si pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si huyo Bwana, Mungu akubariki kwa kutusaidia kusonga mbele. Amen. Kwa hivyo usichoke kutenda mema. Maana wakati ambapo umekubalika, Mungu atakubariki. Let's be upstanding as we pray. Father, we bless you, we worship you, Lord. Just open your mouth, tell God you deserve the praise. Thank you for the season that I am in. It can be a very difficult and delicate season, but I know I'm coming out strong in the name of Jesus. Tell God, thank you for the season. Maybe you have been weeping the whole night, and the joy of the Lord is coming in this day in Jesus' name. Tell God, thank you for the season that I'm about to enter. Thank you, Lord, for the glory that comes through your word. Thank you, Lord, for the healing power. Thank you for the revelation of the hour. God, we give you the glory. God, we give you the praise. We celebrate you, Jehovah, because of what you are doing, even what you are about to do. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuabudu kwa sababu ya alasiri ya leo ambao umetupea Bwana. Baba, umetufundisha tunatembea tu kwa misimu na majira. Baba, wewe ndio unayetuongoza hata hatua zetu. Katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako linasema neno ni taa ya miguu yetu. Baba, unatuongoza palipo na wema. Unatuongoza kwa utukufu wako. Baba, ninajua kwenda kati yetu kuna wale ambao wamepitia misimu migumu. Kuna yule ambaye amekata tamaa. Baba, ninaomba ukamrudie katika jina la Yesu. Ukatupe amani pamoja na tumaini. Najua kuna wale wamefiliwa. Kuna wale wamepoteza wapendwa wao. Kuna wale ambao ni wagonjwa, wako katika msimu wa ugonjwa. Baba, ninajua huu ni msimu tu, sio wa kudumu milele, lakini ni msimu ambao watumishi wako tunapita ndani. Kuna wale ambao tuko kwa misimu ya ukame. Baba, ninaomba ukatuonekanie katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Hata kwa msimu wa baridi,
Baba, magonjwa yanayoandamana na baridi hayatakuwa sehemu yetu, maana unatuelekeza kwa misimu mizuri katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa upanzi na ni asante kwa mavuno. Tunakushukuru kwa kali ya anga, tunakushukuru kwa utukufu wako. Tuongoze na Baba ukatuinue, walioshushwa mioyo ukawainue na ukawaweke kwa ajili ya utukufu wako. Asante na ni asante, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi tutaendelea with the seasons as God allows, and I know God will bless us. Thank you very much. Amen. Amen.